Ni siku yetu ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sitatumia muda mrefu sana kuhubiri ama kufundisha, kwa sababu tulifundishwa ama tumejifunza kwenye kipindi cha Sunday School. Naamini kwamba umehudumiwa na umepokea vingi kutoka kwa pastor. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wanaoandika, naamini kwamba neno la Mungu limeombewa, ila nitazidi kuomba tu kumsihi Mungu ili aweze kunitumia kama jinsi apendavyo. Asante Bwana Yesu kwa wakati na majira haya tunakuja mbele zako kwa Mungu. Roho Mtakatifu tunakualika, shuka ukisema nasi, shuka ukatuhudumie. Nasimama kinyume na kila roho jumbe huu. Baba, asema nasi, tuko tayari kusikia wewe. Kwa wale ambao wanaandika, utaandika ujumbe unaosema kwamba sababu za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Sababu za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Leo ni siku ya Pasaka ambayo tunatambua kabisa kwamba ni siku ambayo Yesu amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natambua kabisa kwamba Yesu amefufuka. Lakini tunapozungumza kwa habari ya kifo, lazima tukumbuke kwamba kulikuwa na sababu ambayo ikapelekea kufa kwake na kufufuka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kufa na kufufuka kwake, ndio maana nikatoa ujumbe unaosema kwamba sababu za kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hatutaweza kuzungumzia habari ya kufa kwa Yesu kama hatutajua sababu zilizompelekea kufa na kufufuka kwa huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatutaweza kuzungumza kwa habari ya kufufuka kwa Yesu kama hatutaweza kuzitambua sababu ambazo zimepelekea kufa kwa Yesu na kufufuka kwa Yesu, ili hadi tunatambua kabisa kwamba Yesu amefufuka. Ndio. Je, kwanza alikufa? Ndio. Alikufa kwa sababu gani? Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wanaoandika utaandika kwamba ni kwa nini Yesu alikufa. Kwa nini Yesu kwa Yesu? Ni kwa nini Yesu alikufa? Tutaandika pointi inayosema kwamba kabla ya kifo cha Yesu, tunaona jinsi ambavyo mwanadamu alimkosea Mungu pale Edeni. Kabla ya kifo cha Yesu, tunaona mwanzo kabisa kitu ambacho kilipelekea ujio wa Yesu na kifo cha Yesu. Sababu iliyosababisha ili kwamba Yesu aweze kuja ulimwenguni, sababu iliyo kuu ni pale ambapo mwanadamu alikengeuka, akatenda mambo kinyume na mapenzi ya Mungu. Ni pale ambapo mwanadamu alishindwa kutembea katika maagizo ya Mungu, akamwasi Mungu, akaziacha sheria za Mungu, akavunja maagizo ya Mungu, akashindwa kuisikia na kuitunza sauti ya Mungu ambayo ilisema naye katika Eden. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo kwa mwanae wa pekee Yesu Kristo aje ulimwenguni kwa lengo la kutukomboa. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, ni habari ambazo tunafahamu 15 hadi 18. Alafu utakuja kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza. Nasema kwamba sababu iliyopelekea ujio wa Yesu na kifo cha Yesu ni pale ambapo mwanadamu alienenda kinyume na maagizo ya Mungu kwa namna ya kuasi, kutokuisikia sauti ya Mungu. Ikawa ni sababu ya Mungu kumtoa mwanae wa pekee. Utajazia hapo na kusema kitabu cha Yohana 3:16. Pale mwanadamu ambapo aliasi katika bustani ya Eden, alipoambiwa asile, hadi 18 nayo Mwanzo 3:1 hadi 7 utaona. Alipoagizwa kwamba asile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, ukiangalia pale Adamu alipokuwa peke yake katika bustani ya Edeni, alijitahidi kutembea katika yale maagizo ambayo aliagizwa na Mungu, akashindwa kuchuma lile tunda na kula. Ila alipoletewa msaidizi, ukisoma unaona kwamba
kuna maeneo fulani shetani akamwendea yule mwanamke akaanza kumdanganya. Alipodanganywa naye akashindwa kuitunza na kukumbuka sauti ya Mungu ambayo aliwaagiza kwamba asiweze kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, ndipo wakamwasi Mungu. Biblia inasema kwamba walipomwasi Mungu, Mungu akawafukuza katika Edeni. Mungu aliwafukuza kwa nini? Walishindwa kutembea na kushika maagizo ambayo aliwaamuru, kwa sababu walitenda dhambi katika Edeni kwa kutokutii sauti ya Mungu katikati ya maisha yao. Mungu alipowafukuza, kwa sababu Mungu anawaza yaliyo mema kwa mwanadamu, akafanya namna nyingine ya kuleta ukombozi kwa huyu mwanadamu ambaye aliasi katika ile Edeni. Ndipo ukisoma Yohana 3:16 andiko ambalo tunalifahamu, nasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Ni kwa nini aliupenda ulimwengu? Kwa sababu mwanadamu aliasi, akamtoa sasa Yesu ili aje ulimwenguni kutukomboa. Kuzungumza kwa baada ya kufufuka kwa Yesu, chimbuko kubwa ilikuwa ni dhambi ya mwanadamu. Kwa hiyo alikuja kutuletea ukombozi, alikuja kututoa katika maovu ambayo alikuwa ametushikilia, alikuja kuturudishia ule ufunguo wa mamlaka ambayo shetani alitunyang'anya pale Edeni. Amen. Asifiwe. Amen. Unaweza kuandika Yesu alipokuja kutukomboa. Yesu alipokuja kutukomboa alifa kwa ajili yetu pale msalabani. Yesu alipokuja kutukomboa alikubali kufa kwa ajili yetu pale msalabani. Lengo la Yesu kufa msalabani ilikuwa ni kushuka chini katika ufalme wa shetani, kumnyang'anya shetani mamlaka ambayo alitwaa pale Edeni. Lengo la Yesu kufa msalabani ilikuwa ni kushuka chini katika ufalme wa shetani, kumnyang'anya shetani mamlaka ambayo alitwaa pale Edeni. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Soma kitabu cha Ufunuo sura ya 1. Maneno ya Mungu yanasema kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari ule wa 18, maneno ya Mungu yanasema, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, mauti na za kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Huyu ni Yesu anazungumza kwa namna jinsi ambavyo alishuka chini kwenda kuchukua zile funguo za mauti ya kuzimu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuliponyang'anywa ufalme ama utawala pale Edeni, Mungu akamtuma mwanae Yesu ashuke chini ili kuweza kuturudishia ile mamlaka ambayo tulinyang'anywa na nani? Na shetani.